Obure, you better watch your back. Obure. Ha, Obure. My brother, Obure. Please, I beg you, my friend. I beg you, don't show Fatuma. Yo ni mbaya. Don't show Fatuma, Obure. Hakuna mawe buda. Ana mawe yako wapi? Hakuna mawe kwa mkono buda. Hakuna mawe yoyote Obure, acha kujilegeza Obure, nyanyuka. Nyanyuka ujaribu bahati kwa mara ya pili Obure. Huyu sio mtu wa kukupiga wewe. Yaani unamkosea padogo tu. Sawa buda. Wewe naye bwana kaza, mimi nachoka nishalegea. Kaza usiamke, mimi nishachoka kupigana. Kama basi tuweke kiporo, kesho tutapigana tena, uniambie saa ngapi ili nikutafute tupigane. Saizi mimi nachoka, nataka nkalale mmeregea. Obure mwanangu, katika siku ambazo unadharaulika ni leo. Hizi ni dharau zilizopitiliza. Hivi unamsikia mshikaji anavyosema? Eti kwamba eti saizi kachoka, hawezi kupigana tena, kalegea. Ina maana hapa maana yake ni kwamba wewe unapigwa na mtu aliolegea kiasi hiki. Kachoka eti. Yaani kama kupigana mpigane kesho. Na kila mnapokutana jamaa anakupiga. Kule kwenye bwalo la chakula kakupiga, chakula kachukua. Na hapa tena pia unapigwa mwanangu. Hizi si dharau hizi. Ngunga, hakuna kuondoka. Ushanipiga na nina hasira, nimefura Ngunga. Ngunga lazima ulipe hii. Hamna kuondoka hapa hadi kieleweke. Kama kuniua uniue, lakini mimi sitaruhusu uondoke bila kulipiza kisasi. Juu mimi tayari ushanidhalilisha vya kutosha. Hakuna kuondoka Ngunga. Ngunga hakuna kuondoka. Mbaya nye mwanchosha. Mimi nachoka hivyo. Kwani mimi nahama hili gereza, si nipo? Bado nipo sana katika hili gereza. Ndio kwanza nimeanza mwaka wangu wa kwanza. Na nina miaka 10 hapa kwa sababu na kesi ya kubaka mbuzi uko Lamu. Sasa nyie simsubiri hata kesho tutaonana. Mimi niwacheni nkalale, mmechoka. Obure, tutumie hii nafasi vizuri. Hii nafasi ndo nafasi yetu ya kujisafisha. Tusikubali huyu jamaa aondoke hapa na ushindi. Hilo swala haliwezekani. Hapo sikachoka. Si unaona ninavyolegeza domo lishikaji limechoka hapo. Obure, nyanyuka ujisafishe. Nyanyuka umalize. Buda, vinye na kuonianga uchungu. Ni uchungu. Ni uchungu buda. Ni uchungu buda. Sam uko wapi? Sam. Wewe, hivi unajua wewe siku hizi umekuwa kama msukule? Yaani unazuluka tu, zulu. Umekuwa kama ndondocha Sam. Imekuwaje wewe? Mbona unakuwa hivyo lakini? Ona, manager anakutafuta kule toka asubuhi. Umekuja kazini, kazi haufanyi, umekuja tu unajifungia huku ndani. Kwa nini Sam lakini? Yaani siku hizi natumia muda mwingi sana kulia kuliko kufanya kazi. Na by time naona kabisa yani mimi nimekuja hapa duniani kimakosa. Natamani hata nirudi kuzimu tu nikapumzike kwa sababu nimechoka. I'm tired. I'm very tired. Dr. Sam, nadhani unaofahamu vizuri ule msemo wa Waswahili unaosema kwamba ndoano. Ndoano ni kamtego hivi ambako kanatumika kunasia samaki. Sasa wewe ni samaki ambaye umenaswa na ndoano ya ndoa. Na moyo wako ni mwepesi sana. Moyo wako ni mwepesi kiasi cha kuruhusu maumivu ya mapenzi ya kutawale. Umetawaliwa na mapenzi. Yamekutawala, yamekunajisi ubongo wa kati. Yaani na mtu ambaye umempata anajua kukuendesha kwa kweli. Anajua kukuchakaza kimapenzi. Na uhandsome uliokuwa nao baba yangu, yani hauendani kabisa na hayo maumivu unayoyapitia. Wewe ni kijana handsome sana Sam. Yani wewe ni ndoto ya kila mwanamke hapa mjini. Wewe kwa nini unaumia kiasi hicho? Kwa nini unateseka? Kwani huyo mwanamke ni mmoja tu duniani, hakuna wengine? Kuna mtu amepania kuivuruga ndoa yangu. Mimi nakwambia Dr. Martha nitamuua. Nitamuua yule jamaa. Nitamuua kabisa apotee katika ulimwengu wa dunia. Imefika mahali anamnunulia mke wangu magari ya kifahari. Mke wangu jana kaja na gari. Namuuliza gari umetoa wapi? Ananijibu ushuzi. Ushuzi. Nimelipasua vioo vyote vya gari. Hiyo stage ulofikia sasa hivi Sam, you are going to be a prisoner. Unakwenda kuozea jela. Mimi ndo nakwambia. Acha iwe kwa kweli kwa sababu nimechoka. I'm tired. Nimechoka Dr. Martha. Na yule jamaa anajua kabisa kwamba yule ni mke wangu. Anajua kabisa huyu ni mke wa mtu. Lakini anafanya vile makusudi ili mradi tu amvuruge mke wangu, avuruge ndoa. Mke wangu naye kashaanza kuivuruga ndoa, anadai talaka pasipo sababu yoyote ile. Na jamaa yupo tu anachekelea. Wanachekelea kabisa ninavyoteseka, ninavyoumia. Mimi nimechoka kwa kweli. Nimeachoka haya maumivu. Na najua
njia ya pekee ya kukata haya maumivu ya katike kabisa, labda ndoa yangu itaimarika, I want to kill that somebody. I'm going to kill that man. Kikifala kweli. Afu mimi nakipenda toka kitambo sana. Nakipenda, kinaona kabisa nakipenda mapenzi ya dhati, lakini kinanipotezea. Kumbe kinahangaika na mke wake. Mwanamke mwenyewe hakutaki. Kashapata sponsor jitu lenye hela. Tulia na mimi, hata angalau huo unaokota huku natuliza mawazo kifuani mwangu, lakini bado tu kinahangaika. Mimi toshaniuzi. Unaitwa kwanza huko na manager. Unaitwa na nahisi kibarua kishao tanyasi hicho. Samahani sana mkuu wa magereza. Nadhani huyo bwana atakuwa amekueleza jinsi nilivyombonda. Nimembonda kwa sababu alikuwa ananizuia mie kuingia humo ndani kumuona mwanangu Shemtoi. Hatimaye nimefanikiwa, nimemuona mwanangu na nimemueleza kile ambacho nilihitaji leo akijue. Nilikuwa na lazima. Yaani ilikuwa ni lazima leo nionane na mwanangu nimueleze situation ya maisha yanayoendelea nyumbani. Lakini huyo bwana alikuwa ananizuia, lakini nikambonda, nikaingia humo kibabe. Kwa herini. Nilijua tu. You are very stupid. Very, very stupid, afande Kwicho. Wewe ni mjinga. Na niliona tu ulivyokuwa unahahaha mara hivi, unajikunja, unabinuka, unaongea peke yako. Nikajua tu huyu kuna kitu amekifanya hapa cha tofauti. Kumbe umebondwa na ule babu mzee kabisa yule. Yule si mzee yule mara 3 umri wako wewe. Kweli anakupiga yule mzee wa miaka 70 kuelekea huko. Anakugonga kweli wewe. Anaingia ndani kwenda kuonana na Shemtoi. Na ni makosa makubwa. Shemtoi sihitaji ajue chochote kuhusu mama yake. Nilikuwa sihitaji ajue chochote. Umeniharibia wewe. Samahani mkuu. Nisamehe mkuu wa magereza kwa hiki kidiadia nilichokifanya. Nakili nimefanya kidiadia kisichokuwa cha kawaida. Kinon kidiadia, wallahi kidiadia. Nimefanya kidiadia. Nisamehe na mimi sio kwamba nilikuwa namshindwa huyo. Lakini nilikuwa namheshimu tu mzee, nisije nikampiga vibaya nikaleta matatizo mengine tena. Sikutaka kabisa huyu kijana hapa gerezani ajue kama kuna changamoto yoyote imetokea kwenye familia yake. Na nilitaka iwe siri miaka 9 kwa sababu huyu kijana akijua hivyo kuna mambo mengine anaweza akafichuka akatuharibia biashara zetu za humu ndani, kwa sababu we have a new business tunataka tuianzishe humu ndani ya mapigano. Sasa wewe umeruhusu swala hilo la huyo kijana kujua kwamba mama yake kapata shida kadha wa kadha. Sasa kama ikitokea biashara zetu zimeharibika kwa sababu ya upumbavu wako, utalipa hii. Utalipa Kwicho. Utalipa, this is stupidness. Kijana, jana jioni ulipokea mgonjwa hapa, si ndio? Ndio bosi. Yule mzee ana shida ya kuparalyze. Aliletwa hapa jioni akiwa hawezi hata kuzungumza. Lakini leo bahati nzuri amefungua kinywa, anaongea kidogo, na maneno anayozungumza ni kuhusu wewe. Jana umempokea yule mzee, badala ya kumpeleka ICU, umempeleka chooni. You are stupid. Wewe kumbe ni mshenzi kiasi hicho Sam, si ndio? Samahani sana bosi, nisamehe. Nisamehe ujinga? Huo si upumbavu huo. Unataka kutuharibia hospitali kijana. Unataka kuharibu jina la hospitali yetu. Kipumbavu zaidi. Ili tuonekane sisi hatutoe huduma bora kwa wagonjwa kwa sababu yako. Wewe unampeleka mgonjwa chooni kweli kijana wewe? Mbona mpumbavu? Mbona mjinga hivyo siku hizi? Ulikuwa smart sana, unafanya kazi kwa weledi. Na leo umekuja kazini asubuhi, sijaona taarifa yoyote ulioleta hapa. Sijaona taarifa za huduma, za kazi uliofanya leo. Sijaona chochote kile. Yaani umerelax kabisa. Hospitali ya baba yako Hospitali ya baba yako siku hizi Sasa mimi nakufukuza kazi rasmi. Sitaki kukuona hapa hospitalini kwangu. Toka! Obure, hebu nyanyuka ujaribu tena mara ya mwisho. Nyanyuka ujaribu kwa mara ya mwisho. Zamu yako jo. Mimi nitamuumiza huyu. Mimi siwezi kupigana na mtoto mdogo huyu. Ndio buda, nataka umuumize. Mimi nitamuumiza. Muumize buda. Nikumizie mtu buda. Umiza. Oho.
I am the new rising king in this prison.